Nashukuru Mungu kwa sababu niliwaambia hii kwamba nilifurahi siku moja nilipokuwa nahubiri mahali revival kama hii. Mama mmoja akawa anacheka sana. Alikuwa anacheka sana nikihubiri. Kabla nimalize hivi, huyo mama akaja mapema. Akasema, pastor, nataka kuongea na wewe. Kaniambia, pastor, umeona nikicheka? Nikamuuliza, mimi nafikiria tu ni vile unasikia injili. Akaniambia, hapana. Haya mambo yote unazungumza, mengine unapita juu yangu. Is like kuna mtu alikuja akakueleza kila kitu ndio kuja kwangu. Sasa haya mambo sikuambia hapa. Tafuta mzee, mkuje kwangu, nikueleze tukio kwa nyumba yangu. Utafanya nini? Si utaenda? Kaita mzee wawili, tukaenda. Tulipoingia ndani, mama akang'ang'ana kabisa, akatengeneza kachai, kaleta mkate na maandishi yenye imeiva hapo, matoka usi. Akatukaribisha kwanza na kinywaji. Tuaka. Wacha aanze kueleza vitu. Nilitamani kutapika chai, nilitamani kutapika ndizi, nikasema, Mungu, kama si angesema kwanza kabla tufanye nini? Tule hizi vitu. Lakini nikasema kwa sababu Mungu, Yesu aliahidi akasema ako pamoja nasi, yuko pamoja nasi. Akaniambia, pastor, sasa wacha nikwambie. Hakuna kitu ambacho sitafanya. Akaniambia, unaona hiyo gate ulipita? Vile uliingia ndani, chini yake kuna miungu. Unaona hapo kwa mlango juu? Mama yetu mbecha gusicha alikuwa gachwa. Gesiri kuna zile visanda vile vya chingoko. Ichi aturagiri, mnaelewa kitu nasema? Mnawekanga pale juu na vijiti. Kaniambia, unaona hapo? Kwa sababu nilikuwa nimekaa na fence kwa mlango juu. Unaona hiyo? Kamwambia, si nimeona tu ni visanda hivi ni vite. Kaniambia, hapana. Hiyo ni miungu. Akaniambia, kwa hii nyumba yote hakuna kitu kisafi. Imagine paka hiyo ndishi tumekula. Akaniambia, nilianza wakati mambo na uchawi. Nilipoingia hapa nikazaa mtoto wa kwanza. Yaani niliposhika mimba mtoto wa kwanza ikatoka. Ya pili ikatoka. Ilipofika 4 zinakuanga hivyo. Akaletewa utaalamu na wengine kwamba kuna vile unastahili kufanya ndio upate watoto, na hakupata. Na hiyo uchawi wote na ushirikina yote. Sasa akaniambia, nina daktari na anatoka hapa Ukambani, kuna sehemu inaitwa Kitui. Yeye anapokuja hapa kwangu anapiga simu kwamba ninakuja. Kazi kubwa ambayo amenipea ni kutafuta jogoo mweupe mkubwa. Ngoka igule ngomo gadingo chale ngiakoli. Jogoo mkubwa. Na anapofika aingii kwa nyumba mpaka nilete ile jogoo, na inabidi anakuja usiku kwa sababu asionekane mchana. Anakuja usiku. Anamwambia, shika jogoo ushingo awachinchi. Mukungu uli umanyako utaliletwa ni mutwe bayangenta. Yule mwanaume anatoa manyoya ya jogoo ikiwa hai kabla haijachinjwa. Hayo manyoya yanajaa pesheni. Alafu anamwambia tafuta kisu sasa baada ya kutoa manyoya yote. Kata. Anamwambia nipikie, usionje hata supu. Dawa haitafanya kazi. Alafu anarudi usiku wote anamchomea yale manyoya. Sasa mchawi ndiye anachomea mama manyoya. Omotengeneze robo saro. Yeye ndiye atakuwa analamba asubuhi, analamba jioni manyoya, na jamaa amekula jogoo.
Get the point. Take a step forward. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe to Get the Point.